Aisee afande Ndunje, nataka kujua kila kitu kuhusu ule ujumbe. Tumeanza kufuatilia chanzo chake. Okay sawa, na mmegundua nini? Ni kweli kabisa ujumbe ulitumwa kwa Salumu. Lakini sasa ulitoka kwa nani? Sasa hapo Inspector Mroso, yani hapo ndipo tatizo lilipo. Aisee, yani hapo mimi ndo napata tabu kwenye akili yangu. Kwa nini? Nilichogundua hapa Inspector Mroso, yani chanzo chake kinaonekana kabisa kufutwa. Yani kuna ujanja fulani umefanyika mpaka haijulikani chanzo cha ujumbe ulivyokuja kwa Salumu umekujaje kujaji. Inaonekana kama kuna ujanja wa kuufuta. Unasema kufutwa? Ndiyo Inspector. Hapana afande Ndunje, hapana kabisa. Yani hiyo sio kazi ya mtu wa kawaida. Na ndio maana tunaanza kuamini kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Na tunaanza kuamini kuwa mtu tunayemtafuta sana alikuwa anapanga mambo haya muda mrefu sana, tena sana. Yes, ni kweli. Hata mimi naanza kusadiki hilo. Ni kweli kabisa. Ila sasa tunaanzaje sasa kufanya juu chini ili tumpate huyo mtu? I say, Yaani ni kila nikikaa nikifikiria tumepata jibu, tena napata swali jipya. Lakini hapa kuna kitu kinanisumbua. Kama Salumu ndiye mtu tunayemtafuta, na I say, yani kwa nini sasa mambo yanaonekana kuwa rahisi sana? Inawezekanaje mtu ambaye amejificha miaka yote na anawezaje kuacha alama nyingi ghafla hivi? Hivi hili kweli haliwezi kuwa ni mtego kweli? Kweli ni Salumu? Komba, siku hizi unaonekana tofauti sana. Sidhani kama ni jambo la ajabu sana la kushangaza kwa tofauti, lakini Salumu, hata wewe pia. Labda ningependa kujua kwa nini unasema hivyo? Bwana Salumu, unajua kuna mambo mengi yamekuwa yakijitokeza, lakini basi tuyajenge tu vizuri, tusiingie visirani sana. Na ni kwa sababu kuna mambo mengi yamekuwa yakijitokeza bwana. Mimi ningependa tuyaongelee hayo mambo. Ni mambo gani? Bwana Salumu, hebu tuachane na hayo bwana. Mimi hayo mambo ni yale ambayo yananifanya niulize maswali. Basi uliza, maana niko hapa ili kukusikiliza. Tumekaa hapa kitako kusikilizana. Haya uliza basi nisikie. Hivi Salumu, umewahi kusikia kuna mtu yani anacheza mchezo mkubwa kuliko wote? Ndiyo, nasikia tu chini ya kapeti. Sasa ulivyosikia wewe, umewahi kujiuliza ni nani? Ndiyo, nimewahi kujiuliza mara nyingi tu. Sasa swali la mwisho bwana Salumu, na ukipata nafasi ya kumuona utafanya nini? Nina swali linanisumbua na hilo swali ni moja tu, nitamuuliza hilo. Bwana Salumu, swali gani? Swali nitakalomuuliza ni kwa nini aliwafanya watu wa kawaida waumie kwa ajili ya tamaa zake. Kweli? Yani hilo ndilo ungelimuuliza kweli? Swadakta, hilo ndilo ningemuuliza. Sasa bwana Salumu, na kama mtu huyo akiwa karibu sana na wewe, hilo kwangu alijalishi iwe yuko karibu na mimi au hayuko karibu na mimi, bado ningemuuliza. Okay, sawa. Alo, Bichala, nasikia kwamba amekutana na Salumu. Unasemaje wewe? Na imekuwaje? Yaani hapa nilipo Bichala, kusema ukweli sijui kila kitu. Lakini basi si hata hisia tu. Yaani una hisia gani? Yaani hisia zilizoko ndani ya moyo wangu Bichala hapa, yaani nina hisia tu, yaani ukweli uko karibu. Au karibu na mtego mwingine? Hilo pia linawezekana. Maana ninavyokuambia hivyo Kimaro ni kwa sababu kila kitu, yani kila tulipofikiri tumemfikia mtu, mchezo uligeuka. Kabisa Bichala. Yaani ni kweli kabisa. Kadri tulivyozidi kumsogelea mtu ndo mchezo ulikuwa unabinjuka kabisa. Yaani na saa hizi sijui. My lord, I wonder. God have mercy upon us. Afande, nimeamua tu kuja mwenyewe kituo cha polisi kuleta taarifa, maana nimegundua jambo lingine. Ni sawa tu bwana Hasani, karibu sana na kukaribisha kwa mikono yote miwili. Ni jambo lipi? Najua nyinyi mlipata taarifa kwamba ni mtu mmoja tu alikuwa anapokea taarifa, lakini hapana, kuna watu wawili tofauti waliokuwa wanapata taarifa zinazofanana. Okay, kumbe. Basi endelea, tunakusikiliza. Ni nani hao? Mtu wa kwanza ni huyo Salumu, lakini na mtu mwingine ambaye hatujamzingatia sana. Sawa, lakini taarifa ya Salumu tayari ishatufikia. Nani huyo mwingine? Ndio nataka kumjua.
Bwana afande, hilo ndilo bado nalifuatilia, lakini nilikuwa nataka tu nilete taarifa, sio Salumu peke yake, kuna mwingine pia alikuwa anapata taarifa pia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo inawezekana kuwa muhimu sana Ndio bwana afande, ni muhimu sana. Nazungumza hivyo nikiwa na maana kwamba ni kwa sababu kama watu wawili walikuwa wanapata taarifa zile zile, basi mmoja anaweza kuwa alikuwa anatumika kuficha mwingine. Ndio bwana afande, inawezekana ikawa hivyo hivyo, ni kweli. My lord. Jamani, mimi nimekuja tu kuwapa taarifa. Yalinishinda bwana kuyatunza moyoni. Nikaona bora nimtafute mwenyewe Salumu niongee naye. Sawa, uliongea naye, lakini sasa na umeona nini? Hilo sasa ndo tatizo. Mbona nashindwa kukuelewa wewe? Kwa sababu gani? Yaani kadri nilivyoongea naye ndivyo ninavyozidi kuchanganyikiwa bwana. Sasa kwa nini? Kwa sababu nilivyozungumza naye, yani kuna wakati anaonekana kabisa hana hatia kabisa, yani hana kosa lolote. Sasa wewe ukisema kuna wakati mwingine unamwona hana hatia, na wakati mwingine kwenye huo wakati mwingine anaonekana kujua mengi kuliko anavyopaswa kujua. Mzee Hamisi, yani hiyo ndio imekuwa shida tangu mwanzo. Bora hata bichara umeliona hilo. Ndio hivyo hivyo mzee Hamisi. Ila pia Komba, kumbuka jambo moja. Jambo gani? Siku zote katika haya maisha, mtu mwenye hatia si lazima aonekane mwenye hatia. Mzee Hamisi, ukisema hivyo ni kama kichaka tu, na mtu asiye na hatia anaweza kuonekana mwenye hatia. Sasa hapa unachomaanisha mzee Hamisi? Kwa hiyo mimi nifanye nini? Nachoweza kukushauri ufanye nini ni endelea kutafuta ukweli. Usitafute mtu wa kumlaumu, yaani tafuta ukweli na upate kitu halisi. Haya Komba, kazi unayo baba. Kweli hapa kazi ipo. God have mercy upon us. Kwa hiyo wameanza kuniangalia Sawa. Siwezi sana kuwang'ang'aniza wasiniangalie, labda muda umefika. Lakini kwa bahati mbaya kuna jambo moja ambalo hawalijui, na wakilijua kila kitu kitabadilika, kwa sababu mtu wanayemtafuta huenda si yule wanayemshuku wala kumfikiria.